sababu nabii anasemanga nursing ama nursing na evangelism ni kitu ambacho inaenda pamoja. Watu utakuta mtu mgonjwa physical, utajua ni mgonjwa wapi spiritual. Mtu mwenye ako na uwezo wa kuponya physical, ako na chance ya kuponya spiritual. Kwa hivyo kosa ambao wamechukua haya hii ni zaidi hata kuliko ya teaching. Sisemi hizo ni mbaya, lakini hii Mungu anaheshimu sana, kwa sababu anadili na watu ambao ni wagonjwa, watu ambao wanahitaji neema sana, watu ambao wako weak. Na kwa hivyo every time utakapokuwa katika sekta hiyo, nataka mtambulize Mungu mbele. Wewe unaenda katika kozi hiyo kwa sababu ni biashara ambayo ina income nyingi. Lakini nyinyi kwa sababu Mungu amewaita kwa kanisa lake, naomba iweze kuwa it's a call. Sana isifanyike kuwa ni pesa unatafuta, lakini iweze kuleta wengi katika zizi la nani? Zizi la Mungu. Kama kuna kosa ambayo inafanya uweze kuhubiria wengi sana, ni hii hapa. Kwa sababu ukienda kuattend mtu ambaye ni mgonjwa, hata ukimpatia neno la Mungu, yako na chance ya kusikia. Hata leo utakuwa witness ni daktari. Daktari ndio anakupatia madawa. Unaambia umekuja hizo madawa mpaka kabisa. Kama kuna mtu ambaye watu wote wanamsikianga na mwogopa, ni daktari. Daktari ndio anakuambia Mr. Beth, kuanzia leo usikule nyama. Ukikula nyama utakufa. Hata Beth kama alikuwa anapenda nyama, hakuna kula nyama tena. Ama sio kweli? So every time hawa wako katika hiyo course, wako na uwezo wengi mkubwa sana wa kuleta wengi katika zile Mungu. Uweze kufanya kazi hiyo kwa ujasiri na Mungu atakuongoza. Naomba tuweze kupiga maombi. Naomba Mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, umekuja mbele zako katika nyumba hii ambayo umetupatia hapo kwa sasa. Ikabidi ndugu na dada hao mikononi mwako. Baba, umewaita waweze kufanya kozi ambayo ni maana sana katika utumishi wa wanadamu. Kwa sababu baada ya dhambi kuingia, ni sababu tunagonjeka. Lakini wao wameingia katika sekta hiyo, wameingia katika taaluma hiyo, kuweza kuokoa wengi. Na utakapokuwa wanapotumika katika kuokoa wengi ama kuponya miili ya wanadamu, naomba upatie nafasi pia nzuri ya kuhudumia roho ambazo zimegonjeka sana, kwa sababu ni katika hiyo miili tunapona. Watakapokuwa natoka na kufika katika hospitali na katika sehemu zao za kazi tofauti, Baba, tunawakabidhi mikononi mwako. Naomba wasimamie neno lako, naomba waweze kuwa na ujasiri, waweze kuongoza katika shughuli zao zote, na watakaporudi tena kufanya masomo yao kwa kumalizia, Baba, waweze kuwa na wakati mzuri wa kushukuru na kusifu jina lako. Watakapotoka Baba, enda pamoja na wao ili kuongoza katika njia zote, katika Kristo Bwana wetu tunaomba na kuamini. Thank you. That is the first session. Na Mungu asidi kuwa nani. So the very first, let's have now that song. Okay, so kwamba they will sing during the special song. So, okay. Happy day. God is good and the whole of the time. So it's another moment that we have to thank God for the great day taken us. Even from the previous week, we were here in Sabbath, even now this was coming. We know the men we will not see the day today, the men were in the hospital, and others are there. They know duty and they did not have the privilege to worship today in the church, even as we are here today. So, thank God for that great He has done to us. So,
So we have to thank God for that, for the same. So it's time for introduction. I want to take a few minutes for this time of introduction. Allow me to start with the first years. Any first year in the house? Any first year in the house? 1.1, 1.2. Yes, you can stand and say hi to us. Happy day. Happy Sabbath. Gina? Welcome, Maxwell. And second year, 2.1, 2.2, and member. And second year, the house. Hakuna second year. Blessed assurance, Jesus is mine. Jesus is mine. Blessed assurance. Vicky Otieno, have a nice Sabbath. Thank you. Third year in the house. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. I'm Stephen Thank you, Brother Stephen. And for the house. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. So this is the best place to be. Back at the way, kumbe I'm for there. So let's be here. God bless you. Thank you very much. Seems that there was no ladies who were standing. So I request all the ladies to stand up and wave to us. Kama hawako makayona hapa. Si ndio? All ladies, can you stand and wave to us? Thank you. Wave to us. Wave back. Next time, that will respond to us. This is a great moment that I request you to greet us. You can't get this, the great privilege over the week. We give you, amen? Yes. Although the purity, Lucia was. Jesus is mine. Blessed assurance. So, any visitor who came today was there worshiping with us. I had the privilege to worship with us today. You can stand up and say hi to us. Any visitor? Any visitor? No. So today we don't have any visitor. So because we don't have a visitor, I'm requesting brother behind the pillar to stand and pray us. Yes, come up again. You may say amazing grace, say how sweet is the sound. Amazing grace. Amazing grace. Yes. Wanafuata. Happy day. Happy Sabbath. So thank you. So the staff. The staff. So to celebrate. Happy day. Happy Sabbath. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. God God is good all the time. all the time. Yes. It's amazing grace. How That's to it. the sound? Amazing grace. So, allow me to move the front. From the left to the right side, we have Sister Claudia. You can stand and with us and see what will take us through today. Jambo Yesu aja. Thank you, Sister Esther. Thank you. The one who is in the media is Joseph Munio. But this moment he can't talk, but he can just wave to us. When it's time to come, we will call you out. Thank you. Brother Ibrahim. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy day.
Morena Joseph, taking you through the introduction. Allow me at the moment to present to you down the program, even as it's announced. Welcome. Our key verse comes from the book of Revelation chapter 3 verse 20. Ukifika huko unasema amen. Revelation chapter 3 verse 20. Revelation inakuwa ya mwisho. Inasema, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me. Amen. Key song comes from Nyimbo za Kristo, song number 110. Choristers, watusaidie. Tusimame sisi wote. Song number 110, tuimbe.
Let's go. Amen. So, because of that, allow me to welcome the speaker of the day. So, afterwards, our sisters and brothers, and we will sing later. So, let me pray to welcome the speaker of the day. Dunia ambayo tunaishi imefika kiasi ya kwamba kuishi bahati, vifo vimeongezeka sana. Tulikuwa tunaongea na juzi tukasema isoni hiyo Ukambani watu hawakufi sana, sijui ndio hapo, sijui ni nini. Hii imekaa huko miaka sasa ni kwa mwaka wa 3. Na ile sehemu niko ni sehemu kubwa, na in those years kama kuna watu wamekufa ni 3 peke yao. Kwa kijana mmoja alikuwa amekunywa pombe, ni vizuri kusema kweli. Alikunywa pombe akakufa, na kulikuwa na mama mwingine alikuwa mzee, alikuwa over 80 years. Yeye alistahili kupumzika. Na mwingine ni vizuri kuongea kweli. Lakini watu hawa katikati wa miaka yetu huku hakuna vifo. Enda Nairobi, enda sehemu za kwetu. Kuanzia for those 3 years kwetu, kijiji ya kwetu kidogo tu, kijiji kidogo, hata nafikiri kama hii sasa shule pia inatushana hivi, kama tumezika watu wachache ni zaidi ya watu 200, over 200. Nataka imagine, na si ati ni kigonjwa kimekuja kikawabeba, ni kufa tu, sijui nini. So
dunia imechafuka kiasi hii. Roho nabii anasemanga nyakati za mwisho vifo vitaongezeka sana. Kama tungesoma vitabu vya Roho nabii, hatungesumbuka tunaishi nyakati gani. Kama alikuwa ameonyesha ya kwamba nyakati za mwisho vifo vitaongezeka nyingi, ni kweli tunaishi katika nyakati hizo. So every time nikipata ukiwa hai, uko na afya, hata hauna chochote lakini uko na afya, ambia Mungu asante, kwa sababu ni neema yake ambayo imekufanya uweze kuwa nini, uweze kuwa hai. Kwa tu wakati wa kushukuru, ambia Mungu asante, na zaidi akazidi kukuongezea katika nyakati ambazo zinakuja, aweze kukuhifadhi, aweze kukutunza, na baada ya kukutunza, utakapokuwa unaishi katika utakatifu wake, akija apatie uzima wa milele. Naona muda wetu umeenda sana. Sasa naona muda umeenda sana. Choka chini. Sasa tunataka kuwa lunch. Sasa kuwa lunch. Newton, nashukuru sana kwa wimbo wako. Mimi huyu brother akiimba nasianga nyimbo zake huwa zinanigusa mahali. Mungu akubariki sana. Kwa sababu wakati nataka tu tuingie direct kwa mahubiri. Nataka tu tuingie direct, tutatumia muda mfupi sana iwezekanavyo. Tuweze kuomba. Baba, tumekuja kwako masaa haya mchana kwa sababu tunataka useme pamoja na sisi. Sisi ni watoto wako na wewe ndio baba yetu. Hatuna mahali pengine pa kwenda isipokuwa kwako, na ndio sababu tumekuja. Kila mmoja wetu hapa ana haja ya moyoni. Baba, tunaomba uje ukae na kila hitaji la kila mmoja. Ili tutakapotoka hapa tuseme tumekuwa na wewe, umetulinda, na zaidi ya yote umetutatulia shida zetu. Kwa pamoja nasi tuongoze na kutubariki katika Kristo Bwana wetu, na hata kuamini. Kitabu cha Ufunuo 3 fungu la 20. Nataka tusome fungu hilo. Kitabu cha Ufunuo 3 na fungu lake la 20. Mtu akisoma kwa Kiswahili itakuwa bora zaidi. Kitabu cha Ufunuo 3 na fungu lake la 20. Tazama, nasimama mlangoni na bisha. Kisha hapo mwandishi wa kitabu hiki Yohana anasema Yesu sasa mwenyewe aliongea maneno haya. Anasema tazama, nimesimama mlangoni na bisha. Baada ya kubisha anasema nini? Mtu akisikia sauti yangu. Anasema kwa sababu nimesimama kwenye mlango nikibisha, mtu akisikia sauti yangu. Kwa hivyo kuna uwezekano abishe lakini mwingine asifanye nini? Asisikie. Sasa Yesu anasema tazama, nimesimama mlangoni na bisha. Mtu akiisikia sauti yangu, mtu akisikia sauti ati ya kwamba ninabisha mlango, afanye nini? Na kufungua mlango. Kisha hapo. Kwa hivyo kuna uwezekano utasikia na ukose kufanya nini? Na ukose kufungua. Nataka uangalie jinsi Yesu anasema. Anasema tazama, nimesimama mlangoni na bisha. Kwa hivyo kuna uwezekano kuna wengine ambao hawatasikia eti ya kwamba Yesu anabisha mlango. Alafu anasema mtu akisikia, kuna watu ambao watasikia Yesu anabisha lakini hawatafanya nini? Hawatafungua. Lakini anasema atakayesikia na afanye nini? Na afungue. Nitaingia kwake. Nami nitakula pamoja. Mimi Yesu sasa anasema mimi Yesu nitakula pamoja na yeye. Na yeye pamoja naye atakula pamoja nami. Ilikuwa ni mpango wa Mungu tangu mwanzo. Unaposoma kitabu cha Genesis 1, Genesis 2 na Genesis 3. Kama Biblia yote ingefungwa, najua kila mtu ako na basi ambao anapenda kwa Biblia. Mimi kwangu ningependa uambiwe tu leo daktari, nataka uchague chapters 3 za Biblia ambazo hizo ndio utakuwa ukikariri wakati wote. Kila mtu anajua kuna zenye angechagua, lakini kwangu mimi ningechagua Genesis 1, Genesis 2 na Genesis 3. Utaniuliza ni kwa nini ningechagua hizo? Ni kwa sababu Genesis 1 inatuonesha jinsi mambo yalianza kuwa, the beginnings. Genesis 2 anakuja kuonesha vile mambo ilikuja ikaharibika. Na baada ya kuharibika, sasa Genesis 3 anakuja kurestore tena. Kile kidogo kimeharibika, amekuja kufanya nini? Amekuja kurudisha. Mpango wote wa wokovu umelala katika kitabu cha Mwanzo 1, Mwanzo 2 na Mwanzo 3. Kwa sababu Mungu alikuwa mwanadamu akiwa mkamilifu, akamweka katika shamba la Edeni. Mungu alikuwa anakuja kutembelea mwanadamu huyo kila siku. Lakini ilifika siku moja mwanadamu huyu ambaye alikuwa na mfano wa Mungu akaasi sheria za Mungu. Na baada ya kuasi sheria za Mungu,
ukawa uhusiano wa mwanadamu na Mungu umefanya nini? Umepotea. Lakini hapo je, kitabu cha Mwanzo 3, Mungu sasa anakuja kumtafuta tena. Anataka kurudisha uhusiano ambao ulikuwa kabla ya dhambi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu mpango wa Mungu ulikuwa eti mwanadamu ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu waweze kuishi na yeye na hata milele. Na huo tu ndio mpango wa Mungu mpaka siku ya leo. Na ndiyo sababu alipoona dunia yote imeanguka katika dhambi, alipoona Adamu ameingia katika dhambi, Mungu akafanya mpango wa kurudisha Adamu katika shamba la Edeni. Edeni imepotea, hatuko nayo duniani, lakini kuna siku inakuja wale watu ambao watakuwa ni washindi wa dhambi wataingia katika Edeni hiyo. Ni kwa nini Mungu anataka hivyo? Ni kwa sababu mpango wa Mungu ulikuwa mwanadamu na yeye waweze kuishi pamoja. Ilikuwa ni desturi ya Mungu kila siku. Nataka usikilize hili vizuri. Ilikuwa ni desturi ya Mungu kila siku kuja kuangalia wanadamu hawa katika shamba la Edeni. Hakuna siku hata moja ambao jua lilitua kama Mungu hajakuja katika shamba la Edeni. Alikuwa anakuja kila siku. Ni kwa nini? Ni kwa sababu upendo ambao Mungu alikuwa amependa mwanadamu nao ulikuwa mkubwa sana. Siku ya leo, Mungu ni leo, Mungu wa jana ni wa jana na leo na hata nini? Na hata milele. Kwa hivyo ni kumaanisha bado Mungu anakuja kututafuta. Bado Mungu anakuja katika boma zetu hivi. Mungu hawezi akashinda siku nzima kama hajakuangalia pesa. Mungu hawezi akashinda siku nzima kama hajakuangalia daktari. Roho nabii anasemanga ya kwamba ati mawazo yetu yote ama fikra zetu zote ama changamoto ambazo tunapitia zote hata haziko katika mawazo ya Mungu, lakini ameiandika hapa kwa mkono wake. Once anaangaliaga hivi, anaanga hivi. Roho wa Mungu, roho nabii anasemanga ati Mungu anashughulikianga kila mmoja kana kwamba hakuna mwanadamu mwingine katika dunia. Nataka uangalie this love. Ati dunia saa hii iko na zaidi ya watu bilioni 8, over 80 billion. Lakini wanapoandika wanasema ati Mungu anaangalianga kila mmoja kana kwamba hakuna mtu mwingine katika dunia. It's a great care. Na kwa hivyo Mungu anasema ya kwamba kwa sababu mpango wake ulikuwa uweze kuishi pamoja na yeye, na watu sasa wamekuja wametoroka. Mungu alifanya nini kurudisha uhusiano huo? Akaja akachinja mwana kondoo. Hebu sikilizeni. Katika dunia, the first tailor, wewe unafikiria alikuwa ni nani? Who was the first tailor kushona nguo katika dunia hii? Mungu. Who was he? Mungu. Hapo ni Mungu. Hapo ni Mungu. Wewe unafikiria nani alishona nguo ya kwanza? Nani alishona nguo ya kwanza? Alikuwa ni Adam. Adam was the first tailor. Ni kwa nini? Baada ya kutoka katika uso wa Mungu, maandiko yanasema ya kwamba akaenda akajifanyia nguo ya majani. Si alikuwa anatengeneza nguo, lakini nguo ambayo Adam alitengeneza haingeweza kuficha uchi wake. Na ndio sababu the second tailor alikuwa ni bora kuliko the first tailor. Kwa nini? Kwa sababu baada ya first tailor kutengeneza nguo ya majani, the second tailor anakuja anatengeneza nguo ya nini? Ya ngozi ya mwana kondoo. Akataka kurudisha uhusiano ambao ulikuwa na mwanadamu ukapotea. Na baada ya kupotea, imekuwa ni desturi ya Mungu siku zote ambazo tuko nazo. Akina baba zetu walilala, babu zetu walilala. Imekuwa ni mpango wa Mungu kutafuta mwanadamu aliyepotea. Hakuna mwanadamu hata mmoja anaweza kurudi kwa Mungu asipoitwa na Mungu mwenyewe. Hakuna mwanadamu ambaye ni mwenye dhambi ambaye hapo na uwezo wa kurudi kwa Mungu mwenyewe asipomuita. Hebu sikia, ni kwa nini tunasema hivi? Kitabu cha Yeremia 35 verse 15. Hebu sikia Mungu anasema nini? Kitabu cha Yeremia 35 fungu lake la 15. Maandiko yanasema nini? Nataka kuwa very short kwa sababu muda wetu umeenda sana. Ikifika saa 7 naamini kwamba tutakuwa tumemaliza. Nasema pia niliwapeleka watumishi wangu wote. Sasa Mungu anajaribu kutafuta watu ambao walipotea. Mungu hakukaa tu hivyo. Mungu hakuachilia watu hao wapotee. Anasema niliwatumania. Mimi nilitumana Mungu. Mimi kwa sababu upendo ambao nilikuwa na upendo ambao nilikuwa nao upendo. Kwa sababu mlitenda dhambi. Mimi sikukaa tu hivyo. Ndio sababu anasema sasa soma anasemaje? Pia niliwapeleka watumishi wangu. Mimi Mungu niliwapeleka watumishi wangu wapi? Wote manabii. Alipeleka watumishi wake wote manabii kwenu nyinyi ambao mlifanya nini? Ambao mlipotea. Hebu Mungu anasema hivi, aliwatuma manabii wake wote. Kwa hivyo ni kumaanisha hakuna nabii ambaye Mungu aliona akona uwezo wa kurudisha mwanadamu aliyepotea ambao Mungu alispea. Ndio sababu anasema
niliwatuma watumishi wangu wote manabii kwenu nyinyi ambao mlipotea, ili nini? Nikiamka mapema na kuwapeleka. Mungu alikuwa anaamka kila asubuhi anapeleka manabii hao. Akisema hivi, rudini sasa. Mungu anakuwa anaitana anasema, wanadamu, nyinyi ambao niliomba kwa mfano wangu, nyinyi ambao nilikuwa natembea katika shamba la Edeni tunafanya mazungumzo na nyinyi, nyinyi ambao niliomba kwa mfano, nyinyi ambao mlikuwa ni marafiki zangu, lakini sasa mmetoroka. Mungu anasema, nilikuwa natuma manabii zangu wote, nilikuwa natuma kila asubuhi nikiwaambia sasa rudini. Ingawaje mmekaa mbali huko, sasa anataka nini? Anarudi. Wimbo ambao Hitler amesema, amekuwa huko mbali sana, tunafanya nini? Ni kurudi, anarudi. Mungu anaitana kila asubuhi. Mungu ametumana kila asubuhi. Mungu anatumana kila Sabato. Mungu anatumana kila wakati. Na ndio sababu anasema, sikubakisha nabii hata mmoja, niliwatuma wote. Walikuwa wanaamka kila asubuhi ili waweze kurudi watu ambao wamepotea. Anaendelea anasema aje? Kila mtu na aiache njia yake mbaya. Asante sana. Anasema manabii hawa walikuwa na kazi moja tu. Walikuwa wanataka kila mwanadamu aiache njia yake nini? Njia yake mbaya. Wala msiwafuate, mkatengeneze matendo yenu. Muweze kutengeneza matendo yenu. Wala msiwafuate miungu mingine. Ili msije mkafuata miungu mingine ambayo haikuumba, ambayo haiwasikilizi, ambayo haina shughuli na nyinyi. Mungu anasema, nataka mrudi kwangu. Wacheni na miungu hiyo. Na wacheni niwaambie, katika dunia ambayo tunaishi, miungu imeongezeka sana. Katika dunia ambayo tunaishi, siku hizi unaenda kukuta kijana mdogo ambaye unamjua tu, amezaliwa kuwa kwenu, umemuona, hata labda ulimfundisha, hata labda umemwacha karibu na miaka 20. Lakini in a few years unakuta mtu amesoma na ile mambo ako nayo ni makubwa sana. Ni kwa sababu watu wameingia katika kutafuta pesa kwa njia ambayo ifanye nini? Haistahili. Sasa Mungu anasema, muweze kuacha miungu hiyo. Kila mtu ako na Mungu wake. Kuna watu ambao wamechukua kazi ni Mungu wao. Kuna watu ambao wamechukua watoto ni Mungu wao. Kuna watu ambao wamechukua wazazi wao ni Mungu wao. Sasa Mungu anasema, anasema, na waombeni, nilituma manabii zangu wote. Nilikuwa nawaamsha kila asubuhi ili kila mtu aache njia zake na waache miungu mingine, miungu ambayo haikufanya nini, ambayo haikuokoa. Endelea. Ili kuwatumikia, nanyi mtakaa katika nchi hii niliyowapa ninyi na baba zenu, lakini hamkutega masikio yenu wala hamkunisikia. Asante sana. Mungu anasema, ingawaje alituma wanabii wake, ingawaje ametuma watumishi wake, anasema kwamba nilitumana kila asubuhi, nilitumana kila wakati, nikitumana muweze kuacha njia zenu, lakini hamkukubali. Sasa Mungu hakuachia tu kwa manabii haya. Baada ya kuona manabii watu hawakumsikia, upendo ambao Mungu alikuwa nao, akaona sasa chenye nitafanya, nitatuma mtoto wangu. Mungu alitumia manabii. Ndio sababu anatuma kina Yeremia, anatuma kina Isaia, anatuma kina Ezekieli, anatuma manabii wote ili atuambie kwamba kila mmoja aache njia zake mbaya. Lakini kwa sababu Mungu aliona tumekataa, akaona hiyo haitoshi, na upendo ambao alikuwa nao hangeruhusu mwanadamu aweze kupotea enda. Ndio sababu Mungu akiwa mbinguni akamtuma Yesu mwenyewe, akatuma mtoto wake. Ni kwa nini amtuma? Kwa sababu wakati Mungu aliumba mwanadamu, alitaka wawe pamoja na yeye. Baada ya mwanadamu kukataa na akaasi sheria za Mungu, Mungu amekuwa akituma manabii, akatuma manabii. Na kwa sababu wanadamu hawakusikia manabii, Mungu akiwa mbinguni akashindwa, huyu mwanadamu ambaye nilimuumba, ambaye nataka tufanye uhusiano na yeye, na amenikataa, na amekataa manabii, nitafanya nini? Mungu akakubali kumtuma mwanawe. Ndio kitabu cha Ufunuo 3:20. Anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Tazama nimesimama mlangoni nabisha. Wewe ndio mzee swali. Beti nikiwa hapa, kwanza nikutumie. Nikiwa hapa, nikaweza kubisha mlango kwako mahali unaishi. Nimesimama hapa. Naweza nyosha mkono nikubisha mlango mahali unaishi. Ili mtu abishe Willis, anastahili ako wapi? Hapo kwa mlango. Si ni kweli? Ako hapo. Sasa Yesu anasema, nilituma manabii lakini hamkusikia. Niliwatuma kila asubuhi waje waongeleze, waje waambie mwache
Sasa mimi Mungu kwa sababu ya upendo ambao nilipenda nao, nikamtuma Yesu. Yesu haitaki akiwa mbali. Mungu hakutuma Yesu atuite tukiwa mbali. Yesu ametuita, ametumana, ama Mungu ametuma Yesu aitane akiwa wapi? Akiwa karibu. Imagine Yesu ametoka mbinguni, anabisha kwa mlangoni. Ati anasema, tazama nimesimama mlangoni na bisha. Behold, nimesimama mlangoni na bisha. Lakini sasa cha huzuni ni hiki. Katika simu hiyo, nataka utungie sana katika Ufunuo hiyo, maana kama fungu lingine hiyo tunasoma tumalize. Iko na mambo matatu ambayo ni ya maana sana. Tukiangalia hiyo tunaweza kumaliza. Anasema, mimi Yesu kwa sababu mlikataa manabii, mlimkataa Mungu mwenyewe. Baada ya kukataa Mungu, nikawatumia manabii. Baada ya kukataa manabii, sasa mimi Mungu nimemtoa mwanangu ambao ni Yesu mwenyewe. Na Yesu huyu hakuita akiwa mbali, aliitana akiwa karibu. Lakini sasa shida ilikuwa ni hii. Nataka usome hiyo verse 20. Hiyo 20 usome tu in part, usikie alafu tumalize. Tazama, nasimama mlangoni. Nabisha. Yesu anasema hivi. Ametoka kule mbali na sasa amesimama katika mlango. Yesu hajasema amesimama katika mlango wa kanisa. Nataka tuone hivi. Unajua tunaweza sema ati Yesu ametutafuta ili tukiwa kanisa. Yesu hatafuti mtu kama kanisa. Yesu anatafuta kila mtu. Kila mahali unaishi Yesu anakutafuta. Mahali mimi naishi Yesu anafanya nini? Ananitafuta. Yesu amemake sure anatafuta kila mtu. Amesimama katika mlango wa moyo wako. Anataka kuuliza, anakuuliza Mr. Beck, sikiza na bisha. Alafu anasemaje? Mtu akisikia sauti. Anasema sasa, ingawaje nimesimama katika mlango huo, kuna watu ambao hawatasikia kabisa. Kuna watu ambao hawatasikia. Lakini anasema, na pia kuna kikundi kingine cha watu ambao watasikia, lakini hawatafanya nini? Hawatafungua. Yesu anasema, mimi Yesu ningependa tukae pamoja na wewe. Mimi Yesu ningependa tukule pamoja na wewe. Lakini Yesu kuna kitu hafanyangi. Unaposoma kitabu cha Mwanzo 14 fungu la 14, inasemanga, na Willis alisoma fungu hilo kwa lesson. Alisema, is there anything too hard for God? Kuna jambo ambalo Mungu hawezi. Kuna kitu ambalo Mungu hawezi, lakini kuna kitu Mungu hawezi. Kuna kitu kimoja tu Mungu hawezi. Ingawaje ako his almighty, ako na uwezo wa kufanya kila kitu. Kuna kitu kimoja Mungu anashindwa kufanya. Mungu hawezi akaingia ndani yako usipokubali yeye. Hiyo Mungu alishinda. Ako na uwezo, lakini amekupatia nafasi hiyo uamue mwenyewe. Sasa anasema, mimi Willis nimesimama mlangoni. Mimi Yesu nimesimama hapo mlangoni Willis. Ninabisha. Kama utasikia sauti hiyo na uweze kukubali, mimi nitakukifungua, nitaingia nikae pamoja nani? Pamoja na wewe. Lakini kama hautasikia, ni kumaanisha ujumbe huu utafanya nini? Utapotea. Na kama utasikia na upuuze kufungua sauti hiyo, maana kuna watu ambao wanasikia lakini wamefanya nini? Wamekataa kufungua. Kuna watu ambao wanasikia. Watu husikia kwa njia gani? Ni mara ngapi tumeonywa katika kanisa hili? Ni mara ngapi tumeonywa katika mikutano ya Injili? Eti ya kwamba njia ambayo unapitia sio nzuri, uweze kuacha sauti njia hiyo. Ni mara ngapi tumeonywa kwamba tuweze kutunza sabato ya Mungu inavyostahili? Wakati huo Mungu anakuanga anabisha mlango. Na kwa sababu tumeamua hatutafungua. Ndio sababu hata yeye akitangaza kuja kanisani mapema, mimi nakujaga saa 5. Ni watu ambao walisikia mlango ukibishwa, lakini hawakufanya nini? Hawakufungua. Ni wale watu ambao ingawaje tumeambiwa zaka ya Mungu ni 10%, mimi nasemanga sio lazima nitoe hiyo. Hawa ni watu ambao walisikia Yesu akibisha katika mlango, lakini hawakufanya nini? Hawakufungua. Ndio walisikia. Na ndio sababu walisikia ni kwa nini? Ni kwa sababu ndio walichukua initiative, wakatoka kwao wakakuja hapa. Hebu tuelezeni swali. Kuna mtu alikufusu kuja kanisani? Nani alifusua kuja kanisani leo? Si tulikuja kwa hiari. Si kila mmoja alikuja kwa hiari. Ndio sababu anasema kuna watu ambao walisikia na baada ya kusikia wakafungua mlango. Baada ya kufungua mlango, sasa Yesu anasema ya kwamba nitakula pamoja na wao na wao watakula pamoja na nani? Pamoja na mimi. Katika vikundi hivi vitatu, kuna kikundi cha kwanza, kuna kikundi cha watu ambao ingawaje Yesu anabisha mlangoni, hawatafanya nini? Hawatasikia. Kuna kikundi cha pili, ingawaje wamesikia Yesu anabisha mlangoni, lakini wamekataa kufanya nini? Kufungua. Na kikundi cha tatu, kuna watu ambao walisikia Yesu anabisha
baada ya kufungua, maandiko yanasema ya kwamba huyu Yesu ambaye alifungulia sasa amekubali kukula pamoja na wao. Sijui utakuwa katika kikundi gani, cha watu ambao hawakusikia, ama kikundi cha watu ambao walisikia wakapuuza, ama kikundi cha watu ambao walisikia na wakafanya nini? Na wakafungua. Ninapomalizia, siku moja katika nchi ya Amerika, inasemekana Amerika inastahili isimame for 200 years, isimame kabisa, wasiendelee na maendeleo hata moja, 200 years, na Kenya ikimbie for 200 years ndio tufike mahali Amerika imefika. Umenielewa? Ati Amerika isimame 200 years hivi, nayo Kenya ikimbie 200 years ndio tufike mahali Amerika imefanya nini? Imefika. Hivyo ndio wamekuta watu wametuacha kiasi hiyo kwa maendeleo. Sasa inasemekana siku moja Kenya, hii Kenya yetu, hao watu ambao ni wa kupima anga wanakuja wanatuambia mwaka hii kutanyesha. Wakulima wanapanda, mmoja kataa kufanya nini? Kunyesha. Amerika ikwangi hivyo. Amerika hao watu wa kupima anga wakuja waambie kutanyesha na muweze kupanda mbegu zenu chini na kukatae kunyesha, wao wanawalipa. Kwa sababu wamefanya mwende nini? Mwende hasara. Siji kama mnaelewa. Yaani wamesema, wameangalia wakasema mwaka huu wa 2025 kuna mvua nyingi. Kwa hiyo wale wa kupanda wafanye nini? Wapande. Si watapanda, si wakulima watapanda. Atideta ikikataa kunyesha, hawa watu wanakujanga wanalipa. Kama watakuja waambie hakuna mvua, alafu nyinyi mpande, sasa ni shauri yenu. Kenya yetu kuna bongo leo kuna mvua. Unaweka mbegu chini. Kananyesha kadogo, inamea, inafanya nini? Inaisha. Sasa Amerika siku moja. So watu wa Amerika hawa kupima anga wanakuanga very keen. Wanakuanga very strict. Na wanajuanga zile niliwa wametoa ripoti wametoa ni za kweli. Sasa walikuja siku moja wakapima. Wakajua kuna kimbunga kinakuja, hurricane. Na wakajua hurricane hiyo inakuja at a high speed. Huwa wanapimanga, wanajua hata inakuja na speed gani. Wanajuanga kama niko hapa itanifikia siku gani. Na so wa Amerika wakaamua, ama hawa watu wakaamua, wacha tuone watu wa Amerika ama watu wa kijiji hicho wasije wakaangalia katika kimbunga gani, katika kimbunga hicho. Wakatoa mabana wakaweka katika nchi hiyo, wakaweka katika maredio, wakaweka bantu, wakaanza wakitangazia watu, wakawaambia kuna hali inakuja, itafika kwenu siku fulani, saa fulani, na inakuja at this speed. Kwa hivyo kama ni kutoka ufanye nini, uweze kutoka mapema. Watu wakakaa wakingojea hali inakuja, wengine wakaanza kujiandaa, wakajua hali inafanya nini, inakuja. Inasemekana kimbunga hicho kweli kilifika. Jinsi walikuwa wametabiri. Lakini once waliyesema kuna hali ambayo inakuja, kuna watu ambao walianza safari zao kujiokoa katika kimbunga gani? Kimbunga hicho. Na kwa hivyo wakaanza tu safari. Wakiamini kwamba watu hao watadanganya, na mwisho wakafika upande ule mwingine. Wakati kimbunga kilikuja hawakuadhiriwa. Kuna watu wengine ambao hawakujali, walisema nyinyi tumewazoea. Unashindwa mkituambia hivi lakini haikuji. Sasa hatufanyi nini? Hatutoki hapo. Unajua kuna watu wanaona hiyo. Wakasema sisi hatutafanya nini? Hatutatoka. Kuna kikundi kingine ambacho walisikia ndio. Na baada ya kusikia wakachukua initiative, wakaanza kutoka. Lakini kuna kitu walisahau. Hawakukumbuka speed ambao kimbunga kinafanya nini? Kinakuja nayo. So what happened? Watu ambao kuna kikundi kikubwa cha watu ambao hawakutoka kwao na waliangamia huko. Kuna kikundi kingine cha watu ambao walikubali wito wa watu hawa, lakini hawaku maintain the speed. Walienda tu pole, kimbunga kikakuja kikafanya nini? Kikawafagia. Na kikundi cha mwisho ni watu ambao walisikia kimbunga kinakuja, wakakimbia sana, wakaenda katika milimani, wakajificha huko. Na kweli after few days kimbunga kikakuja, hali ikaja, ikaharibu mji wote, na ikawa sasa hakukaliki tena. Baada ya kukaa kama miezi miwili, watu hawa wakaanza, maana inasemekana hakuna hurricane mwezi wa watu wengi kama hivi. Wakaja wakajiuliza, ni nini ifanya watu hawa wengi hivi? Wakafanya kitu inaitwa postmortem. Wakaulizana hivi, tulipotoa mabana, watu walisoma mzuri. Unajua sasa wamekaa wanaana rais vile walifanya. Tulipotoa mabana wingi, watu walisoma mzuri. Tulipotangaza kwa maredio, kuna uwezekano watu wakufanya nini? Hawakusikia. Ama what happened? Watu wengi wakapotea hivi.
Maana inasemekana wale watu ambao walikufia katika hurricane hiyo walikuwa ni wengi sana. Mwisho wakafanya conclusion. Wakajua ili tufanye conclusion ambayo ni nzuri, tutaenda kukuta watu ambao already wamekuwa sick. Kama kuna watu ambao wamepatia ushuhuda mkamilifu mwingi, tunafikiri ya nani? Si wale ambao wameokolewa kule, wakaenda wakauliza wazee, nataka mtuambie ni nini ilifanya mkamaneni kufika mpaka sehemu hii? Watu hao walisema tu hivi, wakati mlituambia kuna hurricane inakuja, sisi tulianza safari, but we may take the speed. Wakati mlituambia hurricane inakuja at this speed, na sisi ilibidi tukimbie at that speed ili tuweze kufanya nini? Kujiokoa. Na ndio sababu sote tuko hapa tukiwa familia zetu. Wakaulizana na hao wengine ambao walikufa katika njia. Maana baada ya kufa ilionekana watu wengi walikuwa katika magari wakisafiri, lakini magari yote yakawa sio wengi yakaisha. Wakasema hivi, kikundi cha pili ni cha watu ambao walisikia ndio na wakaanza kujiokoa, lakini wakaenda at low speed. Hawakufanya hesabu ya kwamba kibula kinakuja na nini at high speed, wakauawa. Na wakasema ya mwisho, kikundi cha mwisho ni watu ambao hawakufanya nini? Hawakujali. These three groups, wawili walipotea, lakini mmoja akafanya nini? Akaokoka. Revelation 3 verse 20 ina vikundi vitatu. Sijui itakuwa kikundi gani. Kuna watu ambao wanasikia Yesu anapisha, lakini wanajifanya hawasikii. Kuna kikundi cha pili, wamesikia Yesu anapisha, lakini wamekataa kufanya nini? Kufungua. Na kikundi cha tatu ni watu ambao wanasikia Yesu anapisha katika milango ya moyo yao na wamefungua Yesu ale pamoja nao. Sijui utakuwa katika kikundi cha watu ambao walisikia wakapuuza, ama watu ambao hawakusikia. Na ndio sababu tunaishi katika dunia hii. Mungu anakuja anasema tutakuwa tunavaa hivi, wewe unajifanya usikii. Mungu anasema tutakuwa tukikula hivi, wewe unajifanya usikii. Wewe unasema katika biashara zetu tutakuwa tukifanya hivi, wewe unajifanya usikii. Ama utakuwa katika kikundi cha watu ambao umeambiwa tutavaa hivi, alafu unajibu unasema my dress my choice. Tunasema hivyo. Haya, wengine wanasema Mungu anasema tutakuwa tunakula hivi, unasema sio lazima, Mungu anakuja kuokoa roho sio mwili. Kwa hiyo nitakula chenye nimefanya nini? Nimepata. Sijui utakuwa katika kikundi gani. Cha watu ambao walisikia wakafungua, ama watu ambao hawakusikia, ama watu ambao walisikia wakapuuza sauti ya nani? Sauti ya Mungu. Mungu atusaidie. Mungu ametumana. Mungu anazidi kuongea na sisi. Anajiuliza, amesimama katika mlango wa moyo wa mwanadamu. Kitabu kimoja nitakuja ameandika anasema, Lord's mercy may plead for us. Anasema rehema za Mungu, neema ya Mungu inaweza ikaitana miaka. Inaweza ikaitana miaka. Ndio sababu kuna uwezekano wewe nimeitwa miaka mingi. Nimekuwa nikijisumbua na kitu fulani. Lakini Roho wa Mungu amejaribu kuniita every time. Anasema it may plead for years, but kuna siku inakuja that pleading hautaisikia tena. Mungu habishani na mwanadamu. Wakati wa gharika, kitabu cha Genesis 6, Mungu anasemanga sitabishana na mwanadamu tena, kwa sababu sasa maasi yao yamefanya nini? Yameongezeka. Sasa Mungu anasema that mercy wakati itaisha, hautasikia sauti hiyo tena. Kuna watu ambao tutakuwa hapa kanisani, lakini milango yetu ya rehema ilifanya nini? Ilifungwa kitambo. Ni kwa nini? Kwa sababu wakati Mungu alijaribu kutuita, wakati Mungu alijaribu kuongea na sisi, tulikataa kabisa. Lakini anasema kwamba kuna tumaini kwa watu. Fungu letu la mwisho, kitabu cha Yeremia 13 verse 14. Lakini ndio tutamalizia nayo. Kitabu cha Yeremia kitabu cha Yeremia 17 na 14. Yeremia 17:13 nasema Bwana anasema sasa unasikia this call. Hii call ambao Yeremia anaitana. Naomba uweze kuwa
call kwa kila mmoja. Sasa Yeremia ambao ni mmoja wa nabii ambao Mungu alikuwa ametuma zamani, ambao Mungu alikuwa anaamsha asubuhi ili aweze kufundisha mwanadamu ambaye alikuwa ametoka katika shamba la Edeni aweze kuwa na uhusiano na Mungu. Sasa Yeremia mtumishi wa Mungu anasemaje? Bwana, tumaini la Israeli. Wewe Bwana ndio tumaini la Israeli. Wote wakuachao. Anasema watu wote ambao watakaomwacha Bwana watatahayarika. Wale watu wote ambao hawatasikiza sauti ya Mungu. Wale watu wote ambao hawatasikia sauti ya Mungu. Kwa Kiingereza inasemaje hivi? Anasema watu wote ambao watakuacha wewe Mungu, watafanya nini? Wataaibika. Anasema watu wote ambao wamemwacha Mungu huyo, ambao he is the hope of Israel, ambao yeye ndiye tumaini la Israeli. Anasema watu hawa wote ni watafanya nini? Wataaibika. Endelea sasa kwa Kiswahili. Wao watakaojitenga nami. Anasema watu wote ambao watakaojitenga na Mungu. Sasa Mungu ambaye ameitana, Mungu ambaye alienda kutafuta Adam, Mungu ambaye alituma manabii, Mungu ambaye alituma Yesu mwenyewe mtoto wake aje tutafute. Anasema watu wote ambao watajitenga nao watafanya nini? Wataandikwa katika mchanga. Fikisha hapo. Wataandikwa katika mchanga. Wakati Biblia inasema wataandikwa katika mchanga, hebu nikuulize, what's the opposite ya kuandikwa katika mchanga hivi? Kuna vitu viwili. Kuna katika kitabu cha uzima ama uandikwa katika nini? Katika mchanga. Ni hizo tu vitu viwili. Wale watu wote ambao majina yao hataandikwa katika kitabu cha uzima, Mungu anasema watu hawa majina yao yataandikwa katika nini? Katika mchanga. Ni kwa nini wanaandikwa katika mchanga? Leo hii saa hii mahali nilipitia asubuhi nikikuja, hata nikitafuta eneo zangu naweza kupata pale, hauwezi kusipata kwa sababu zimekuwa nini? Zimeweza kuondolewa. Sasa anasema wale watu wote ambao watakataa Mungu, anasema majina yao yataandikwa katika mchanga wa nini? Wa ardhi. Lakini watu wote ambao watakaosikia sauti ya Mungu, basi wataandikwa katika kitabu cha nini? Kitabu cha uzima. Endelea, anasemaje? Kwa sababu wamemwacha Bwana. Kwa sababu wamemwacha Bwana. Verse 14. Uniponye Bwana. Sasa Yeremia anasema hivi, mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mgonjwa, mimi sina uwezo wa kujiokoa. Lakini sasa kwa sababu alisema the hope of Israel, wewe ndio tumaini la Israeli, wewe ndio tumaini langu. Sasa Yeremia anasema kwa sababu wewe ndio tumaini la Israeli, mimi Yeremia, mimi ni mgonjwa. Anasema hili niponye Bwana, nami nitafanya nini? Nami nitaponyeka. Nami nitaponyeka. Endelea. Uniokoe. Anasema sasa umenitafuta sana, lakini for this time anasema niokoe, nami nitafanya nini? Nami nitaokoka. Fikisha tu hapo. Sijui miongoni mwetu ni watu ambao watasema, Bwana, nimeenda mbali na wewe, lakini umenitumana, umenitafuta mpaka kwa mlango. Yesu amekuja kututafuta kila mmoja wetu mpaka kwa mlango. Anakuangalia, anasema, ni kwa nini upotee? Ni kwa nini? Sasa anasema watu wote ambao watakaonisikia, nitaingia ndani yao, watakula pamoja na mimi, na wao pamoja na nani? Na mimi. Sasa miongoni mwetu ni wangapi watasema, Bwana, nimeenda mbali na wewe, lakini sasa masaa haya mchana, Baba naomba unirudi, Baba naomba uniokoe. Kama Yeremia alivyosema, eti kwamba mimi ni mgonjwa, sasa Bwana nifanye nini? Niponye. Anasema niokoe Baba, nami nitafanya nini? Nami nitaokoka. Hakuna mahala pengine tunaweza kuokolewa isipokuwa kwa jina hilo la Yesu. Utakuwa katika kundi lake, na waliosikia wakapuuza, ama watu ambao hawakusikia neno la Mungu, ama utakuwa katika kikundi cha watu ambao walisikia na wakatii na wakamkubali Yesu katika maisha yao. Na Mungu atubariki sana. Amen. Brothers and sisters, let us pray. Okay. Happy Sabbath. Happy day. Nasemaje kwa Biblia matano? Tunashukuru kwa nafasi hii.
Tunaomba katika wimbo huu uweze kusikiza message. Tunajua tuko watu hatujaenda sana, lakini tumekuwa hapa kwa hizo wiki zote 14. Tunashukuru tu Mungu mwenye ametuongoza. Na tunajua atazidi kutuongoza sisi wote. Ametuleta umbali huu, akitupeleka taratibu.
masaa yaliyosalia Sabato kuwa pamoja nasi. Baba, naomba uweze kuthibitisha ya kwamba tunataka mtakatifu kuanzia jana na hadi leo tutakapokuwa. Wakati mwingi unatumika sana wakati